Kwa hivyo nilipoamka kwa siku ya tarehe 6 mwezi wa 11 asubuhi, kufikia mwendo wa saa 3 tunaambia kwamba ndugu yangu Samir Thomas ameweza kuuawa katika msitu wa Kaberwa ambaye tuko maeneo ya Kamreru. Kwa hivyo jambo hili lilipoweza kufikia, tukawa na mshtuko mkubwa sana kama familia. Nikachukua hatua moja kwa moja kutafuta mama wangu. Nikamuuliza, Sami yako wapi? Ananiambia Sami ametoka, ameenda msituni. Ukawa nilipofuatilia ni nani aliyeweza kufanya mauti haya kutokea katika ndugu yangu. Kwa hivyo nikapatikana kwamba kuna maaskari ya forest ya Kaberwa station ambao walipatikana msituni na walishika ndugu yangu na kwenda kumuua msituni. Na mwisho tumefuata mpaka na sasa, tangu hiyo tarehe 6 mpaka sasa mwezi wa pili hii tarehe 11 hatujaweza kuzika ndugu yetu, maana tumekuwa na shida ya familia, hatuna chochote. Na ya pili, tumekuwa tukitafuta haki ya ndugu yetu, na mwisho tuliambiwa na serikali ya kwamba katika maeneo haya ya Mount Elgon kwa Kapsabon, kaambia kwamba mtulie, serikali ifuatilie ijue kwamba ni askari ni nani wale ambao waliweza kumuua ndugu yangu. Mtoto yangu aliamka asubuhi, sijui mahali alienda. Nitaka nikae nione mtoto yangu atarudi. Mtoto yangu askari amefika msituni ameua. Sasa hapo serikali asaidie, watoto wamewaje wadogo, kila kitu wamewaje wadogo, hakuna chochote. Kuna jambo ambalo serikali imeona ni kinyume, wananchi waambiwa ziende kwa msitu, na tungesikia juzi tumepewa notice ya kwamba tuziende msitu for 6 months. Tumetii, hakuna mtu amekaidi, mtu hajauawa kwa ile wakati, lakini wakati tuko na ruhusa mtu anapigwa risasi.